lakini nikaelewa sentensi ya huyo mhusika aliyesema msipowaandikia barua tutalala hapa na tutalala na nyinyi. Ni lugha ya kutisha. Wakati wewe tunataka kujenga grupu la polisi jamii ambayo haipokeleki katika kutishwa, inapokeleka katika maongezi, katika majadiliano na kutumia njia ya amani ili kuleta amani. Amani haijengwi kwa mtutu wa bunduki tu. Mimi pia nimeenda jeshi 1970 ya jeshi la kujenga 20 Januari 1970 tupo 1978. Miezi 6 ya kwanza nilikaa Makutupora, miezi 6 ya mwishoni nilikaa Chamwino nikishiriki ujenzi wa Ikulu iliyopo sasa iliyosimama mwaka 77. Bado nilikuwa hajazaliwa na wengine pia. Unaona? Operation yangu ya JKT iliitwa Operation Tujisahihishe. Na tulikuwa na mwalimu wa siasa jeshini. Alitufundisha hivi, operation hii inaitwa Operation Tujisahihishe kwa malengo makuu matatu. La kwanza, tutambue kasoro za tano ni zipi. Na pili, tutambue kasoro za ASP ni zipi na zimejitokeza tangu tupate uhuru na muungano. CCM inakuja kama chama kipya. Operation yetu inaitwa Tujisahihishe ili kuyaacha yale ya tano na ya ASP na kuchukua yale mazuri. Kwa hiyo tunaanza kitu kipya. Mimi nadhani hata jeshi la polisi lina nafasi ya kujisahihisha. Lisitumike tu kwa njia ya kulinda amani kwa njia ya fujo. Halafu napiga mabomu. Unaopiga mabomu ni akina mama. Ningekuwa mimi ni polisi siku hiyo, ningenunua kanga, ningenunua vitenge na ningewachapa tu akina mama kwa vitenge. Kanga hizo. Chapa tu bwana mama. Mwambie ondoka, uchukua zawadi yako hiyo. Hawakuwa na silaha hawa watu. Kwa nini tutumie nguvu za ziada hizo? Mimi naamini nafasi tunayo. Tuna nafasi pia hata ya kuandika ya kuongeza uwigo ndani ya polisi. Sina uhakika, sijui structure iliyomo ndani ya polisi. Lakini sasa ni muda mwafaka wa kuwatafuta hata philosophers wa jeshi la polisi, sociologist wa jeshi la polisi, anthropologist wa jeshi la polisi. Jeshi letu politicize, tuliingizie siasa likomae. Kupiga watu namna hii sio dalili ya ukomavu. Na mimi haya yote nayafikiria kama ni majeraha tuliyoyapata, hatujapona. Hiyo tarehe 29 hatujapona, tuna majeraha. Na waliojeruhiwa ni wengi. Ni sisi tuondokane na mazingira haya ya nguvu kila wakati. Na mbaya zaidi, unatumia nguvu katika eneo la ibada. Na eneo la ibada ni pana, halifungi tu na ule ukuta. Mimi eneo la ibada linaenda mpaka kwenye barabara hiyo ya rami. Sasa mimi kwa kitendo hiki kweli ninalaani. Sio kitendo kinachopaswa kupokelewa na mtu yeyote mwenye busara, akili na hekima. Tunahitaji katika mazingira yetu, tunahitaji kuwa watu waliojiongeza kujenga amani. Tuwe na watu wa namna hii.